Naam, mtazamaji, mara baada ya mapumziko mafupi sasa tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Baadhi ya wafuasi na wakereketwa wa vyama vya siasa katika jimbo la Masasi mjini wameonyesha kutoridhika kwa uteuzi wa mgombea ubunge kwa tiketi ya chama cha NLD uliofanywa na Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa. John Kasembe anaarifu zaidi. Wafuasi hao kwa pamoja wamekuwa wakionyesha kero hiyo mara baada ya hotuba ya mgombea mwenza wa uraisi kwa tiketi ya Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa, Juma Duni Haji, wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi uliofanyika katika jimbo la Masasi mjini mkoani Mtwara. Kwa mujibu wa wafuasi hao, wamesema uteuzi huo uliofanywa na Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa haukulenga mapendekezo ya wananchi jimboni hapo, ambapo kupitia mkutano huo waliimba nyimbo za kuashiria kuwa uteuzi huo hawauungi mkono. Hapa Mtwara nimeshaona video ya Watanzania wa Mtwara, ndugu zangu wa Makonde, wamelalamika habari ya gesi kwamba iwasaidie na wao kwa sababu imetoka kwao, wakawekwa jela, wakateswa, wanapigwa. Nimekuja kuwatembelea, nimekuja kueleza kwamba sisi wote watu wa Masasi hali yetu ni mbaya, lakini kuanzia tarehe 25 Oktoba tutakuwa na hali nzuri. Mkutano huo uliopoteza mwelekeo wa ratiba yake kutokana na wafuasi hao kutomtaka mgombea ubunge Dr. Emmanuel Makaidi aliyeteuliwa chini ya Umoja wa Katiba Ukawa. Badala yake wafuasi hao waliutaka uongozi wa juu kupitia Umoja wa Katiba wa Wananchi Ukawa uliopo katika mkutano huo kumtambulisha rasmi Ismail Makombe Kundambanda kuwa mgombea wa jimbo hilo, hali iliyowapa ugumu viongozi hao. Badala yake mkutano huo ulivunjika na viongozi hao kutolewa uwanjani, huku jeshi la polisi likiimarisha ulinzi kwa mgombea mwenza wa uraisi. Maamuzi yaliyofanywa na viongozi wa juu tungeweza kustahamili, tungeweza kuyafanya. 2010 uchaguzi uliopita CCM walieta Mzengwa. Mzee Makaidi alishtaki, ukaamuliwa mahakamani uchaguzi uliokuwa. Mzee akachukua ile milioni 16 akaondoka. Sisi tunataka tuliyemkubali, tunafanya naye kazi wananchi, ni Kundambanda peke yake. Zaidi ya hapo sisi bora tuwape hao mafisadi. Kufuatia hali hiyo, jimbo la Masasi mjini bado lipo kati ya majimbo ambayo hayajapata muafaka wa kwa pamoja juu ya mgombea ubunge kwa tiketi ya Ukawa. Nikiripoti kutoka Masasi mkoani Mtwara, mimi ni John Kasembe wa Channel 10. Mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Terminal 3 jijini Dar es Salaam utakao gharimu euro milioni 235 sawa na shilingi bilioni 518 unatarajiwa kuhudumia wasafiri milioni 3.5 kwa mwaka kufikia milioni 6 utakapokamilika katika awamu zote mwaka 2017. Fred Mwanjala ameandaa taarifa ifuatayo. Meneja mradi huo mhandisi Mohamed Milanga ametoa kauli hiyo mbele ya katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Shaaban Mwijaka baada ya kutembelea na kujionea hatua iliyofikiwa katika mradi huo wa awamu 2 ulioanza Juni 2013 na kutarajiwa kumalizika Juni 2017. Awamu ya kwanza ya mradi huo inatarajiwa kuzinduliwa Juni mwakani. Sasa swala gumu tunalosisitiza ni kuhakikisha kwamba yale tuliyokadiria kuyamaliza kwa wakati yakamilike, lakini tuangalie huduma zile zingine muhimu. Tayari nimewaeleza kama mamlaka tumeshaunda timu ya watu ambao wanahakikisha maandalizi yote kwa ajili ya kuweka vitu vyote ambavyo vinatakiwa kabla ya kufungua, na maandalizi yote yanafanyika. Upande wake katibu mkuu wa wizara ya ujenzi Dr. Shaaban Mwijaka amesema serikali itatekeleza wajibu wake na kuhakikisha inazifanyia kazi changamoto zilizoainishwa katika kukamilisha mradi huo. Viwanja vya ndege standard zake huwa zinalingana, kwa sababu leo rubani ambaye anatua Heathrow, anatua Dubai, anatua Amsterdam, Schiphol Amsterdam, anahitaji requirement zile zile. Kwa hivyo sisi hatusemi kwamba kiwanja chetu ni kidogo au ni kikubwa, lakini tunachosema viwango vya kiwanja hiki ni sawa sana kiwanja chochote cha kimataifa duniani. Actually kama aliwaambia kwamba awamu ya pili itaanza
immediately baada ya awamu ya kwanza. Watazamaji wa Channel 10, jengo hili la Terminal 3 litakapokamilika litahudumia takriban abiria milioni 6 kwa mwaka, ukilinganisha na abiria milioni 2 wanaohudumiwa na Terminal 1 na Terminal 2. Fredi Mwanjala, Dar es Salaam. Na maelfu kwa maelfu ya wakazi wa mji wa Songea wamejitokeza kusikiliza sera za mgombea urais wa Chadema anayewakilisha Ukawa Edward Lowassa na kusababisha shughuli kusimama katika eneo hilo kwa saa kadhaa. Jamila Omar anaarifu zaidi. Kina mama, vijana, wazee na hata watoto wamejitokeza tangu majira ya asubuhi bila kujali jua kali katika viwanja vya shule ya msingi Matalawe. Waligubikwa na shangwe na nderemo na vifijo mara baada ya Edward Lowassa kuwasili, huku wakiimba nyimbo za kuhamasisha na mambo yalikuwa kama hivi. Edward Lowassa anavyopokelewa katika viwanja vya shule msingi Matalawe. Umma huu wa Wanasongea umejitokeza kuja kushuhudia mabadiliko na kusikiliza sera za mgombea wa Chadema. Ni hakika Lowassa ameshashinda urais. Wananchi hao ni kielelezo tosha. Mtazamaji wa Channel 10, hivi ndivyo Edward Lowassa na wananchi walipokelewa katika viwanja vya Matalawe. Wanaonekana wenye furaha kweli na kutokuamini kile ambacho kinaendelea katika eneo hili la Songea. Unaweza kushuhudia umma huu wa Wanasongea ambao umejitokeza kuwalaki wagombea hawa wanawakilisha Ukawa. Lowassa ambaye mapema leo asubuhi akitokea Njombe alifanya mkutano wa kampeni katika jimbo la Dabaga na kuwapa fursa wananchi wa eneo hili kumwelezea kero sugu katika eneo lao. Hapa ni Madaba, jua ni kali kweli kweli, lakini wananchi hawa wako tayari kabisa kumsikiliza mgombea urais kwa tiketi ya Chadema anayewakilisha Ukawa Edward Lowassa, ambaye amehakikisha kwamba ili kuwafikia Watanzania wote atafika kila sehemu Tanzania hii. Naamini Edward Lowassa atatusaidia huduma ya maji, umeme, madawa hospitalini, dawa ukienda kununua nakwambia, unakwenda hospitalini nakwambia nunua dawa. Kwenye saa una mtoto uwezi. Tunalinganisha sera zake za Magufuli na Lowassa. Tuone zile tupime tumjue rais mzuri ni nani. Maendeleo yale anayoahidi pale kwenye jukwaa lile, na yeye atatekeleza. Sisi tupo tayari kumchagua Edward Lowassa. Tumezungumza habari ya umaskini na maradhi na ujinga toka mwaka 61, 62. Leo zaidi ya miaka mingapi? Miaka 50 ya uongozi wa CCM. Watu ni maskini zaidi. Hali zao ni duni zaidi. Nataka tutoke katika hali hii. Edward Lowassa amekamilisha kampeni katika mkoa wa Ruvuma baada ya kutubia maelfu ya wakazi hao na kumwaga sera zake, ambapo Septemba 2 ataelekea mkoa wa Rukwa. Jamila Omar, Channel 10, Songea, Ruvuma. Nchi hii ni tajiri, lakini mafisadi na majizi wengine ndio wametufikisha hapa. Na nataka niwaeleze ndugu zangu, kama nitachaguliwa, nitahakikisha ninaunda mahakama maalum ya kushughulikia mafisadi tu na majizi, wawe wafungwe haraka ili Watanzania waweze kuishi kwa raha katika nchi yao. Habari za Afrika zinaletwa kwenu na Vodacom. Ni mwendo wa kupata mkwanja na kula happy ukiwa na Vodacom. Furahia mkwanja bure kupitia M-Pesa. Sasa kwa kila shilingi 1000 au zaidi utakayotumia kupiga simu na kuongea na watu wako wa karibu, kutuma SMS na kuperuzi mtandaoni kwa siku, Vodacom watakuzawadia shilingi 100 bure siku inayofuata kupitia M-Pesa. Kula happy ukiwa na mtandao bora wa Vodacom. Kujiunga piga *149 *01 alama ya reli. Vodacom, kazi ni kwako. Wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab limedai kuishambulia kambi ya kikosi cha Umoja wa Afrika kusini mwa Somalia mapema leo, ambapo inasemekana wanajeshi kadhaa wameuawa katika kambi hiyo.
Kundi hilo la Al-Shabaab limedai kuwaua walinda amani 50 kwenye kambi ya Janal kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Aidha, jeshi la AMISOMI kwa upande wake limekanusha taarifa hizo za kuuawa kwa idadi hiyo ya wanajeshi pamoja na taarifa za kutekwa kwa ngome hiyo. Tukiachana na habari hiyo, pia tunaelezwa kuwa siku 6 baada ya Sierra Leone kuanza kuhesabu siku 42 kabla ya kutangaza kutokomeza kabisa ugonjwa wa Ebola, mtu mmoja nchini humo amethibitika kufariki kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa habari, mtu huyo mwanamke aliyekuwa na umri wa miaka 60 aligundulika kuwa na virusi vya Ebola kabla ya kuzikwa, hatua iliyoibua hofu ya kuendelea kuwepo kwa virusi vya Ebola nchini Sierra Leone. Sierra Leone ni miongoni mwa nchi za Afrika Magharibi zilizoathirika na ugonjwa wa Ebola, ambapo kutokana na juhudi zilizofanyika kiwango cha kusambaa kwa virusi kimedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Na tukitoka katika habari hiyo sasa, moja kwa moja, Umoja wa Afrika umeonya pande zote zinazohamasiana nchini Sudani Kusini kulinda makubaliano ya amani yaliyowekwa ya kusitisha mapigano baina ya pande mbili. Awali, waasi wa Sudani Kusini wanalituhumu jeshi la serikali kwa kukiuka mkataba wa kusitisha mapigano, ikiwa ni saa chache tu baada ya kusitisha mapigano wiki iliyopita. Mapema jana, msemaji wa waasi Riek Machar, Dickson Gatlock, alilalamikia vikosi vya serikali kushambulia maeneo yao katika mji wa Bor na Panija na kusisitiza kuwa mashambulizi kama haya ni wazi yanakiuka makubaliano yaliyowekwa na pande mbili chini ya Umoja wa Afrika. Taarifa hii inakamilisha habari za Afrika. Mara baada ya muda mfupi ujao, habari za kimataifa zitawajia. Habari za Afrika zimeletwa kwenu na Vodacom. Ni mwendo kupata mkwanja na kula happy ukiwa na Vodacom. Furahia mkwanja bure kupitia M-Pesa. Sasa kwa kila shilingi 1000 au zaidi utakayotumia kupiga simu na kuongea na watu wako wa karibu, kutuma SMS na kuperuzi mtandaoni kwa siku, Vodacom watakuzawadia shilingi 100 bure siku inayofuata kupitia M-Pesa. Kula happy ukiwa na mtandao bora wa Vodacom. Kujiunga, piga *149 *01 alama ya reli. Vodacom, kazi ni kwako. Mtazamaji, kumbuka tu taarifa yetu ya habari unaweza kuipata kupitia tovuti yetu ya channel10.co.tz. Na sasa ni habari za kimataifa, tujiunge na mwandishi wetu. Maelfu ya wakimbizi wamewasili nchini Australia na Ujerumani baada ya Hungary kuruhusu treni zao kupita katika mji mkuu wake, katika hatua inayotajwa kuwashtua maafisa wa serikali za Australia na Ujerumani. Msemaji wa polisi ya Australia amesema jumla ya wahamiaji 3650 waliwasili nchini humo jana, ikiwa ndiyo idadi kubwa zaidi ya wakimbizi kuwasili ndani ya siku moja kwa mwaka huu. Wakati maelfu ya wanaume na wanawake pamoja na watoto wakiendelea kuwasili kutokea Ulaya Mashariki, maafisa nchini Australia wameonyesha kuzidiwa na wingi wa wahamiaji hao, wengi wao wakiripotiwa kuwa hawana visa, wakishuka katika kituo cha treni cha Vienna Magharibi ili kupanda treni na kuendelea na safari yao hadi Ujerumani, ambayo ndiyo nchi inayopendelewa na wengi. Hata hivyo, imeripotiwa kuwa kituo kikuu cha kimataifa cha usafiri wa treni kimefungwa mjini Budapest, huku mamia ya wakimbizi, wengi wao wakiwa ni waliokuwa wamekwama katika kambi za muda wakisubiri. Serikali ya Hungary imeikosoa Ujerumani kwa kulegeza sheria za ukimbizi, hatua inayolenga kuyapunguzia shinikizo mataifa ya kusini ambako wakimbizi wanafikia kwa kutumia usafiri wa bahari, ikisema hatua hiyo inajenga tu matumaini ya wahamiaji haramu. Nchini Australia, mamia ya watu wameshiriki katika maandamano na ibada ya kuwakumbuka wahamiaji ambao katika miezi ya hivi karibuni wamepoteza maisha wakiwa safarini kuingia barani Ulaya.
Katika mji mkuu wa Australia, Vienna, waandamanaji pia wamewasilisha ujumbe wa kuzitaka nchi za Umoja wa Ulaya kuhakikisha zinafikia makubaliano ya kuwapokea na kuwapa hifadhi wahamiaji wanaoingia barani Ulaya kutokea nchi mbalimbali, hususan zenye migogoro ya kisiasa. Australia ni miongoni mwa nchi ambazo kwa sasa inakabiliwa na tatizo la wahamiaji, ambapo imezindua operesheni mpya kwenye mipaka yake iliyofanikisha kugunduliwa kwa wahamiaji 200 wanaotafuta hifadhi nchini humo kwa usaidizi wa watu 5 ambao tayari wameshakamatwa kwa ajili ya hatua za kisheria. Nikiripoti kimataifa, Upendo Msuya, Channel 10, Dar es Salaam. Asante sana Upendo Msuya kwa habari za kimataifa, na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa. Baada ya muda mfupi ujao utajiunga naye Allen Peter Kasiga katika habari za biashara na uchumi.